event. So our chief guest, Managing Director Captain William Ruto, we are pleased to start this event. And so I welcome here. Colleague Yasan Anok, awaelekeze vile anasema. Your hand or say present. Supreme Council of Kenya. I be calling appointment. The next steps of the program. Karibu Bwana Managing Director. Good morning. It's a great honor for us today to be here. This is a ritual that we've been doing every year to care for the community that lives amongst us and our Muslim brothers. So distinguished religious leaders, community-based representatives, members of the media, colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm pleased once again to welcome you today at the KPA headquarters for this auspicious occasion. At Kenya Ports Authority, we pride in standing together in solidarity with our Muslim brothers and sisters during this sacred month of Ramadan. Muslims across the globe are observing the holy month of Ramadan, a key pillar in Islamic faith, a holy month in which the faithful surrender their spiritual and physical selves to commit the time to intensify prayers, reflection, charity, and conviction. It is also marked by remarkable resilience, discipline, fasting, and devotion not only to personal spiritual growth but also the well-being of the communities. Families and our beloved nation, a key theme in Ramadan is compassion, prayer, and peace, unity, upliftment of the less fortunate members of our society. According to the Holy Quran, you will never achieve righteousness until you spend in charity from which you love. And whatever you give, indeed, Allah is knowing it. This powerful teaching deeply resonates with today's event and the essence of why we are gathered here today. It is with this understanding that Kenya Ports Authority has consistently supported disadvantaged Muslim communities during this holy month of Ramadan, recognizing that there are families that face challenges in securing iftar meals, hence limiting their ability to sustain evening prayers and devotion. You will recall that for the last 3 years under my leadership, we have consistently been giving iftar food supplies to organizations and community-based organizations within the region. This year, having listened to the community and observed the growing needs around us, today as KPA we are donating supplies worth 3.35 million Kenya shillings. This demonstrates our commitment to uplifting lives, strengthening community welfare, and standing in solidarity with those who require assistance. This year's donation will benefit 25 organizations, among them the Council of Imams and Peace of Kenya, CIPK, the Supreme Council of Kenya Muslims, SUPKEM, Mombasa Madrasa Teachers Welfare, Council of Imam and Preachers Kenya, the Assembly of Ummah and Imams, Kenya Muslim Women Alliance, learning institutions through elected leaders in the area. So we have several of them that we have not mentioned everybody, but when we will be distributing, each name will be mentioned. The food donations for Lamu was dispatched on Wednesday last week through the existing collaborations with the community groups. We aim to reach as many families as possible across the region, impacting positively to their lives. At Kenya Ports Authority, our initiatives are anchored in our strong core value that we care, a statement that reflects how we engage with communities in responding to their needs. Ladies and gentlemen, KPA remains committed in investing in programs that promote dignity, unity, and human welfare.
I trust that our partnership between religious leaders and community organizations will go a long way positively to promote and build a more inclusive and compassionate society. As we look forward to end a holy month of Ramadan, let this event remind us of unity, compassion, and care for one another. Regardless of our religious background, our social standing, to the entire Muslim community, I extend my warmest wishes for the blessed conclusion of the holy month Ramadan. On behalf of the Kenya Ports Authority Board, the management, staff, I have the honor to officially flag the transportation and distribution of this iftar food supplies to the designated destination. May this bring hope, comfort, and blessing to every household that it reaches. Eid Mubarak in advance. Asanteni sana. So vile nilisema tutaita baadhi ya zile organizations tutawapatia, na kuna wale wengine sijawataja lakini itawafikia. So nafikiri nitamwachia mwenzangu aanze kutaja kwanza majina, and then wale sikuwataja because how many institutions? 25. Ni 25. Asanteni sana. Vile nilikuwa nimewaelekeza, jambo managing director ataweza kukabidhi, na after flagging off bwana managing director, after you flagged off the truck, it will head to Baraki Sports Club where all these people will gather to get their portion. Okay. So what were picture? Okay. Still. Let's have Mombasa Madrasa Teachers Welfare. Please. Acha nipatie kina mama nafasi. On behalf of kina mama, kuna huyu Greenview. On behalf of kina mama, alafu sasa thank you very much. Managing Director, allow me now to invite their representative, Mr. Mukhtar Hitam. Is he here? Yeah, to give a vote of thanks and remarks on behalf of the team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najua jina lililotajwa hapa ni Sheikh Sharif Mohamed Tani Msuke. Nimeombwa nasimamizi wote na hichi Mheshimiwa Kalia Msuke, na vile vile kwa niaba ya wote ambao kwamba wamepata iftari hii au ufadhili huu kutoka shirika letu nalolipenda, naloliheshimu, nalonyesha kazi yake vizuri chini ya usimamizi wa captain wetu William Ruto. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kupata fursa kama hii kujumuika hapa kupokea ufadhili huu kutoka shirika letu hili la KPA kwa chakula cha thamani karibu milioni 3.5. Uongozi wa KPA chini ya Captain William Ruto umeonyesha mfano mzuri kwa mashirika ya serikali kujitokeza na kuunga mkono si Waislamu peke yake lakini karibu dini zote kabisa. Kwa hivyo sisi tuna imani kabisa na uongozi wa Captain Ruto kwa sababu ametutia imani. Hapa KPA ukiangalia historia yake ya miaka mingi, kumekuwa na machairman wa Islamu, kumekuwa machairman wa Pwani, kuna MD wa Pwani, lakini hata siku moja hatujaweza kufanikisha hafla kama hii. Nasema ukweli Zuberi. Na hii ni historia bwana ameweka. Ni kweli kabisa.
kwa sababu Waswahili wasema mgala muweni na haki yake mpatieni bwana. Sisi ni kumwambia Mungu ndugu yetu huyu William Ruto kwa kuwa na imani na ukarimu wa kujitolea kuangalia hali ambazo watu wanaishi. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kabla hajakuwa captain huyu bwana ameanza kuanzia chini. Amekuwa hapa miaka 30. Kwa anajua zile hali zilikuwa ngumu, hali za maskini kila mahali. Wale mabaharia na wafanyakazi wenzake ndio kaona yeye aweke mfano mzuri kwa shirika hili la KPA kuwa katika mstari wa mbele. Na nina imani mashirika yote parastatal katika Kenya yataweza kuiga mfano kama huu wa KPA. Kwa mwige. Leo sio siku mazungumzo, lakini naomba challenge wale wanasiasa ambao kwamba na wale wanaharakati ambao wanapinga kuwepo usimamizi wa William Ruto. Mungu awashinde. Kwa utukufu mwezi wa Ramadhani huu, sisi lazima tumwombe Mungu huyu bwana, kwa sababu ndio sara yetu, ndio mtu ambaye kwamba tuna imani anaweza kupeleka KPA mbele, kuzalisha makubwa, kuleta faida na pia kufungua milango ya ajira ya watoto wetu. Kwa hivyo hao wanasiasa ambao wana challenge uongozi wa Ruto ukisema kwamba kwa sababu wanasema kwamba wafanyakazi lazima kwa list. Nyinyi kama wabunge, nyinyi kama senators, nyinyi kama wanasiasa tofauti, mna mambo mangapi mmefanya mwe hamweke wazi? Huyu leo ameweka mambo wazi hapa, wazi parawanja, kwamba haya ndio mambo ambayo mashirika na viongozi wanataka wafanye. Kwa hivyo sisi tuombe Mungu usimamizi wa William Ruto pamoja na shirika zima, pamoja na serikali yetu, tuombe amani na umoja. Mwenyezi Mungu atakubariki sauti zetu, na tuomba KPA muendeleze mfumo huu na mengine mengi ambayo yaweza kufaidi wale ambao wana haki, kwa sababu tuamini mashirika serikali katika CSR program zao wana 1% ya profit. Hii ni lazima iingie kwa wananchi ambao wanastahili. Assalamu alaykum. Asante sana. Sasa bwana managing director, mgeni wetu wa heshima, na kuomba kwa heshima na taadhima tuelekee pale for flagging off. Na nyinyi sasa wanazuia kila kitu, watu wa chini unajua wanazuia, lakini mlema tukipawa sisi na mlema mwanzo tulifanywa hapo sikilia vizuri tena mara ya mwisho alipiga mafuta another one wait moja, mbili, tatu. Bana again bana. Mbona mnaribu kazi wenyewe bosi? Mama wewe na watu wako. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi kwa majina ni Abubakar Bamkuu, nikiwa hapa natoa shukrani kubwa kumshukuru Mungu. Halafu tunamshukuru kiongozi wetu, captain wetu, rafiki yangu ambaye kwamba ni mtu ambaye kwamba niko na yeye kila wakati na nikimtaka nampata kila wakati. Nasema tunashukuru kwa wema ambao kwamba ameufanya kwenye siku hizi za masiku ya Ramadhani, kuwakumbuka Waislamu kwa chakula
na huu ni wema, na tunamuomba Mungu akubariki. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Na nasema captain, nasema tena captain, mimi natambua kuweko kwako hapa mahala kabisa, na wewe unajua mimi captain ni rafiki yangu bila ya influence ya mtu yoyote. Wata niwaambie ni kweli. Ndio nikasema ya kwamba ni mtu mwema mwenye kusikiza watu na haangalii huyu ni nani wala ni nani. Yeye atatoka atakusikiza, yawezekana haya, haiwezekani basi. Mimi sina mengi boss. Nasema Mungu akubariki, na kurudi kwako kwenye hii ofisi ni nguvu za Mungu na maombi yetu. Mungu amekubali maombi yetu. Wewe urudi hapa mahala, na umerudi kwa ajili ya wema uliokuwa ukitutenda, na Mungu ameuona. Na nakwambia captain, Mungu akupe uwezo wa kufanya makubwa ambao kwamba waliokuja kabla yako wameshindwa kuyafanya, na utayafanya. Shukrani. Asante. Kwa Kiswahili tunasema hivi, mwezi huu wa Ramadhani kama KPA huwa mara nyingi huwa lazima tujali ndugu zetu Waislamu, na unaona kwa dini ya Kiislamu inasema wakati wa Ramadhani watu wanaomba zaidi, wanaweka Mungu mbele, wanaangalia wala wajiwezi, na sisi kama KPA ile community wanakaa karibu na sisi, lazima tujali. Na ndio unaona sisi tumenunua hiyo chakula ya takribani 3.5 milioni ili kupatia wale hawajiwezi, sababu wakati huu wa mwezi wa Ramadhani, tukufu Ramadhani, lazima tujali wenzetu. Na ndio KPA tunasema sisi lazima tujali, na ndio unaona kila mwaka tangu nichukue uongozi lazima tupeane hiyo donation ili ifikie wale wako chini kabisa, wale wajiwezi. Na imekuwa ni desturi, tumefanya Lamu, tumefanya hapa Mombasa, na tutazidi kufanya kusaidia wenzetu kama idara ya KPA. Mungu akuwezeshe. Chakula hii tumesema saa zile kuwa inaenda kwa karibu shirika 25. Hiyo shirika 25 ndugu yangu atakupatia list, sababu ni wengi, community groups, women groups, and some leadership again. So watu wengi, kuna viongozi pia naye wako na ile watu yao wanataka kusaidia, so wote tunawasaidia sisi. Can you allow me to ask for one question? Kuna Sheikh pale amesema kwamba sio malalamiko sio hivi na hivi mambo wajiri, maybe can you shed more light on this so that you nafikiri kama ulisikia vile alisema, uajiri ile tumefanya mwaka huu ni uwazi. Hakuna mtu alikutana na mtu, kila kitu ilifanywa kulingana na ulienda kwa kompyuta yako, ukaenda kwa laptop yako, ukaapply, na hiyo system ndio itaamua. Si mimi wala si mtu yote, ni system tu tatoa the best 10 ndio hawa basi. So sisi hatuna mambo ya human interference, na hakuna mtu ataweza sema nilikutana na mtu fulani tukazungumza naye tukaelewana hivi. Hapana, kila kitu ni system. And sisi tumesema kama KPA we want to do automation and digitization, na ndio unaona tumeanzia hapa mara ya kwanza kwa KPA kufanya recruitment through online platform, ili yahitaji kulete mambo ya watu kukutana, mambo watu kuulizana maswali, sijui tulikutana na nani, nilimpatia nani nini. Sisi tunasema tuna uwazi, na wale wote wali apply, sababu watu kama 500,000 wali apply hizi kazi. Hatuwezi kuajiri watu 1500, na watu 1500 wote hawatafurahi. So lazima siku zote utasikia malalamishi hapa na pale, sababu kama bahati si yako leo, kesho itakuwa ni yako. Na sisi kama KPA tumesema hivi, tunatafuta njia ya kutafuta waajiri watu wengi. Na hivi karibuni tutasindua hiyo program tumeanzisha sisi. Na tunasidi hata sasa hivi tumeadvertise internship ya watu zaidi 194. Watu apply, waende online, wafanye hiyo, ikifika wakati wake kila mtu atapewa barua yake. So what about how is Lamu and Mombasa prepared? What I can say is that
In terms of business, Lamu and Mombasa, we are receiving a lot of traffic. In fact, as we speak tomorrow, I could have taken the media to Lamu because tomorrow we are receiving one of the biggest car carriers, which are bringing more than 2,500 units, which were destined to the Gulf region to be transshipped at the port of Lamu. So the business is picking up. We are quite busy. We are even constrained in terms of space and capacity. But with the support of the government, we are doing everything that we can to build capacity so that at least we can meet the demand that is coming up at the moment. The demand is really overwhelming on our side. But I can say that the effects of the war will always be able to, it will always have a positive and the negative impact of it. Yeah, asanteni. Asanteni sana. Tulianza na maombi. Sasa kuna Sheikh Mohamed alikuwa